Mulamwa, as we are talking 29 minutes, umetupostia uchi wa Ruth K. Video, yani wachana hata hizo pictures zenye delete, kuna video. Venye anatupanulia uchi wake. Shame on you Mulamwa, olina luswa ruhenene, luswa rurunda, luswa rukulakusi. Uko na tabia mbaya. Sisi kama Waluya, uchi wako haifai wakwe waone. Both sides, iko ya bibi ama ya bwana. But wewe unafanya ati una heal. That one is not a process of healing. Kupeana uchi wako kwa mtandao alafu unaweka kwa account ya Ruth ndio wakwao waone. To make the matter worse, post view once kwa WhatsApp ya bradhake babake. Shame on you Mulamwa, you are the big brand lakini akili ilitoboka. Watu huachana in different ways, wako na manudes, wako na videos, but hawawezi postiana. Still tuko na watoto wenye tunaendelea kuzaa na wenye tulizaa na wenye wako wanaona. Mulamwa, even if you are posting ukidelete, hiyo ni tabia, hata si tabia mbaya. Sisi kama Kiluya, ocho wisinge kama nyasi, luswa nende na ifumbilo lihailo. Hata kitu clean, unatuwekea kitu clean. I was expecting something that very bad. Unatupea kitu clean alafu kuna wewe yako msitu. Wewe mwenyewe umechaza mafutu the alafu huogangi huku chini umeparara na unakaa ngozi zingine kama sibi salamanda. Mulamwa, is that you? Very very shocked. Mpaka ninaenda narudilia naona is this Mulamwa's page ama kuna kitu ingine. My dear, even if you apologize, you do, iyo ushaharibu. Wazazi walishaona, kila kitu kimeona, hata mkae chini msolve aje, hakuna siku kutakuwa na respect. And that is how umepoteza bibi, umepoteza hiyo familia, umewacha hivyo. Familia both sides, hata wakuja wa negotiate, Mulamwa ushaharibu maneno. So bongo lala. Last time tulikutetea kumbe tunatetea kitu imeoza. Sahi as we are talking video. Alafu uko tu audacity yao. Sasa unatuanikia for what purpose Mulamwa? So solve vitu zako privately. Surely shame on you. Olina luswa muhuru. Mulamwa bana. Mulamwa mimi nilikuwa nafikiria Mulamwa uko na akili. A whole man like you unaingia ku expose them. Mara ulimfanyia si meno nini? Mulamwa bana. Kuwa na akili. Hii tabia ya kama Samiri wanaume wametoa wapi? Hebu mrespect madem. Sio tukikosana na mtu, mwanaume kamili ukikosana na dem, unajana dem anaenda kufanya vitu zako na wewe unangangana na mambo yako. Hiyo ujinga ya kuexpose msichana eti mara anataka kuonyeshana kila kitu ulimfanyia. Taka. Mulamwa umeaibisha. Umeashemu Waluya. Kwa sababu una masikio moja. Mulamwa, a whole of you, I thought you are a professional kwa hii story. Mwanamke mkikosana na yeye hata enda kutusi mahali na kutusi, wachana na yeye. Mwanaume unanyamaza. Unakuja kuaibisha hapa wanaume aje Mulamwa, na wewe kabisa. Mimi ningekuwa nimekufollow ningekuwa unfollow media. Yani Mulamwa inafika a point unatuma nudes of the mother of your child to her father. Be for real, because let me tell you, nimekuwa attachment koti, and during this time at my attachment at Royal Locots, there was this Congolese guy mwenye alikuwa na date this girl nini, the relationship is going on well, blah blah blah. So this Congolese guy wakakosana na udem like ilifika point akasema like I don't want a relationship with you anymore. Uchele akasema if you don't want a relationship with me, I'm going to send all the nudes that you sent me, I'm going to shame you nini. Dem akidhani ni joke, dem akulikuwa like awe fanya venye utafanya. Akidhani ni jokes, that guy created a whole Telegram group, a whole WhatsApp group, cause alikuwa na contact zake, aka add mabeste zake, kila mtu akatuma nudes zake zote kumharibia kila kitu. Wewe dem alikuwa like sawa basi, zimesha leak. Ya akaenda wapi? Akaenda kwa polisi, akaambia polisi this and this, niko na evidence, ndio Telegram group yenye alitengeneza, ndio hizi picha screenshots, WhatsApp group yenye alitengeneza, ndio hizi picha screenshots, everything.
So the police, this guy akarest. He was a friend. He was actually teaching in a very big international school, teaching French. That Congolese guy, he was teaching French. Akakuja akaarestiwa, kapelekwa koti. Guess what? Wewe uende utumenuza dem enda kusema kwa polisi. Polisi ya kweni mama na kuna wamama wako, kuna fathers who have the daughters there. The jama alishikwa, he was denied bail. And guess hiyo kesi ni alini 7 years ago. The guy had been in remand for 7 years. Hakuna mtu anataka kumpatia bail because of what he did. This guy is telling this girl, asa like, tukiongea na huyo dem, jamani, I'll pay you anything for me to get out. Here, ameka remand. Remand is even worse than prison. Ameka remand 7 years. Asa huyu jamaa ameshinda kibeg this girl. Please, I'll give you any amount of money. Just get me out. Because anaenda koti, who's the magistrate? It's a woman. So please, before you go releasing, there is a law that protects women. Kwanza bedhe kama ameshatuma imeshaonekana na kila mtu. Take that man to jail. Because there is a law that protects against such. And make sure he doesn't get out until you feel umehil. Because really, there's no apology that can fix that. Your dignity is already ruined. Ameshatuma imeshaonekana. Hivyo ndio dem alikuwa anatuambia. Mimi nimeshatuma, imeshaonekana, kila mtu ameshaona. So acha abaki ndani. Alikuwa anatuma akitengeneza hizo WhatsApp groups, alikuwa anafikiria nini? So really, if it can reach a point in life you think that the only way for you to hurt up, so the immaturity ni kama ya beef za watu wa primary class 7 class 6 kwenda kuleak somebody else's nude. If you refuse to learn from the experiences of those that came before you, you are bound to learn from your own experience. Case in point, Mulamwa and Ruth K. When Mulamwa got together with Ruth K, and this is for entertainment purposes only, when Mulamwa and Ruth K got together, everyone warned Ruth K. Everyone told her, look at what this man has done to his baby mama number 2, tusisahau. Look at what he's done to her. Amempa mimba, akakuja publicly, akasema that one si wangu. Do you remember huyu Kinyangarika alipokaa na mtoto wake? Online, in front of I don't know how many Kenyans. And people warned Ruth K. And people were telling Ruth K, everything that this man is doing, ni kumtonesha kidonda yule ex wake. And this girl thought that yeye alikuwa na kinembe cha gorofa. Or whatever it is that she thought. But alisikiza mawaidha ya wenzake. No. Yeye aliona huyo lazima alikuwa na shida fulani. Whatever happened to her cannot happen to me. Within a span of months. This man did not leave the baby mama just a few weeks or just a couple of years. Ndo akakujia huyo. It was a matter of months. And no one wanted to listen. Ukiambiwa, unaona people are bitter. People want your man. They're single and they're bitter. And they're jealous of your connection and the fact that you have a man. Right? Sasa nani yako huko anatumiwa 5,000 akirivasiwa? Most of you know me from my stranger removal videos because I champion women's bodily autonomy. I want women to choose when, where, and how they are going to activate their wombs. Now, I will take it a step further. I know mnaambiwa huko nje, your womb is sacred, your womb is sacred, and you think it is a spiritual walk BS that people are saying on here. Now, mimi nimeenda nikafanya utafiti, so I can tell you and show you, and please if you think I'm lying, go do your research. The uterus is really sacred, and here is why. Did you know that the uterus has its own rhythm? Kama roho yako, like the heart. Number 2, the uterus sends signals directly to the brain through what is called a vagus nerve. Now, najua mnaweza fikiria hapa nasema sijui nini. Please, the vagus nerve is like an expressway to the brain. All other parts of the body in any human being huwa zinatuma signals to the brain through what? The spine. Isipokuwa nini? Isipokuwa the uterus. Pia, it has been found that the uterus regenerates itself. It's like a pantry for stem cells, that ata roho ikiwa iko na damage, the uterus will donate regenerated cells to the heart. Kuiponya. Sijamaliza. They have also found that women who develop issues na wana end up kutolewa uterus through a hysterectomy, huwa later wana develop cognitive problems, wana develop dementia, wana develop memory loss.
Your uterus is sacred. Madam, the uterus is the only part of the body that has a rhythm similar to the heart. And all these things I'm telling you. Stop activating your uterus for vinyangarika, tafadhali. Uyo mtoto yuko kijijini alikuwa shamtosha. Karo Sonia kamzalia, uyo akatosha zaidi. Uyu, tukome hapo. Please, if this message reaches Ruth K, Mama, lazima tutaongea, okay? Tuliongea, tutaongea, tutazidi kuongea. May this be a lesson for the women to come and for you yourself. Tufanye kila kitu tunataka. Guard your womb with your life. Utakuwa uko zuzu uko mbeleni kwa sababu umeharibu your own uterus. Mpaka, imefika point yenye you've forgotten everything. Kindly, do not activate your uterus for the wrong people, okay? And if that stranger gets in there, research and studies have shown that removing a stranger from your belly is 11 times safer than childbirth. Tafadhali toa hiyo kitu leo. If you're getting a child, do it solely because you want a child. We are out here breeding trauma. Unazalia mtu just because of kidogo validation, kidogo male attention. Do you think it's for nothing that men out here are bashing girls that have chosen to stay away from men? It is because you are actively removing yourself from the circus that will leave you in such situations. And listen to us single moms. Listen to us women who are divorced or who have interacted with men and have experience with these people. Listen to us. Kwa sababu always, if you do not listen, if you do not learn, asiyefunzwa na dunia na ulimwengu, asiyefunzwa na mamae. Whatever they say. Kuna kitu imeniudhi. Kuna kitu imeniudhi kwenye mtandao, na kama mwanaume lazima nizungumzie jambo hili. Mulamua wakati ulipata demu yako, hata kama hakuwa na meno ukamweka, si vizuri kumwanika, kwa sababu hata yake kupata alikupata huko na demu na akakusaidia wakati huo ulikuwa na hiyo haja ya kuwa na mwanamke. Lingine, unachukua aje nudes? Manzi zile picha ulimpembeleza. Yani kitamba achukue hiyo video ama hiyo picha, yani hiyo simu vile alipendua akapiga ile picha. Alafu unatumia babake. Unatumia relatives wake. Nimeona kwenye mtandao, I don't know how true it is. I don't know how true that is. But mbona ufanye hivyo? Why? Why do you have to do that? Was it necessary kutumia babake? Mulamwa, you must apologize to his father, to his sisters and brothers, to his relatives, and to all men. Because udim kama alikutumia hizo mapichare na ukanyongare nazo, mbona basi uzitumia wazazi wake? Wakati ulitisha za nini? How can your current girlfriend trust you? Ama aje, demu yake wa current atamwamini aje? Mulamwa amechoma. Amejibu? Mulamwa ameandika na akasema, yani bro, hii ni gloves off mwanangu. Yani mwanangu Mulamwa hajali rorosi. Amesema kwamba bwana, was a nice ride young lady. Anasema kwamba young lady, don't cry wolf. You broke your own home with your 2 hands. I warned you about your friends. Anasema Mulamwa iko fupi, huyu Ruth K walivyokuwa naye akashikana na mabeste, akampatia gigs, akaanza kutengeneza hela yake, akaanza kudharau paka wazazi wake. Alafu kumbe ananunua vitu vyake polepole tu, anaweka kwa nyumba yake. Then alivyokuwa shaja za nyumba yake, akatafuta sababu akabreak up na Mulamwa. Hivyo ndo Mulamwa anasema. Ngoja niulize swali. Kwani dem kujipanga na yeye kuna shida gani? Lakini kama unaishi na mume wako, kwa nini utafute nyumba nyingine kando bila mume wako kujua? Nyumba nyingine kando ama anajenga kwao? Nyumba nyingine kando. So saizi anasema kwamba mabest wamemtoroka, na anasema kwamba alichofanya Ruth K, alimuingiza kwenye WhatsApp group, akeka mbebesi zake kama 84. Paka sponsors wa Mulamwa akaweka kwenye group, akasema Mulamwa na ukedi. Lai tena. Hivyo ndo anasema, how do you add 84 ladies to a WhatsApp group and then unawaambia ati Devi is positive? Uliweka hadi clans kwa group wakatoa sponsorship ya my show.
Kwani na date kila mtu naye muona online. Yani Mulamwa amemwaga mtama. Bilimia. Nataka kusema hivi. Sema. Date in silence. Marry in silence. Divorce in silence. Pigo tena zaidi. There is power in silence. Kwa sababu nimekuja gundua kitu kimoja. Naam. No one gives a tea about your problems. True story. In fact, wanataka kusikia vitu kama hivyo ndio washerekee. Wasikie raha. Ukipoteza mtoto, poteza in silence. Pigo tena zaidi. Ukipata mke, pata in silence. Naam. Ukioa, oa in silence. Pigo tena zaidi. Na ukidivorce, divorce in silence. Yani there's power kwa kueka kimya. Daily tunawaambia jamii. Daily tunawaambia. Kwa sababu wana hivi vitu vyote ambavyo hawa wazazi wawili wanazungumzia. Naam. Watoto wao watakuwa si kitambo. And the internet never forgets. Mazee, it is sad. Sasa ndio nimekumbuka Mulamwa venye alipost, venye alikosana na ule baby mama wake wa kwanza, alipost hadi damu akisema ati hizi ni damu sijui za miscarriage, sijui za abortion, ulikuwa unataka kuua huyo mtoto, ulikuwa Ruth Ketu kakaona na kakajiambia huyu ndio mtu nimependa, huyu amebadilika. By the way, kuna vitu zingine mwanaume akifanya unakaa chini, hata kama amefanyia mtu mwingine unakaa chini unajiambia hapana, my future husband haizi behave hivi. Kuna wenye utasikia tu mtu akiongea unasema no, mimi mwanaume atanioa haizi behave hivi. Kuna wenye hata mtu ataongelea ex wake unamwangalia hivi unasema red flags. Kimbilia maisha yako hata kama wewe anakutreat vizuri. No.